Unajua Muna ngeo mguu ulikuwa ni wa kwako. Nilikuwa nakuja pale nyumbani kwako pale. Unaona? Mimi kuna jambo moja nimelisikia sijalifurahia kabisa. Unaona? Alafu kizingatia mimi na marehemu kaka yako tumeishi vizuri. Ule udugu wetu ulikuwa mzuri wa kufana. Yaani udugu mzuri, yani kwenye jamii nzima hii. Hakukuwa na watu waliokuwa wanapatana kama mimi na marehemu kaka yako. Muna ngeo mwenye shahidi. Kile kisima ambacho uongozi wa kijiji umejenga pale, ile idea imetoka kwa marehemu kaka yako. Kaka yako amefanya vitu vingi sana kwenye hii jamii. Umeona? Na kaka yako amewasaidia watu wengi sana. Yaani yule ni mfano wa kuigwa. Na wakati wa uhai wake aliwahi kuzungumza akasema hivi, yale mashamba yote ya kule bondeni, yale mashamba atakapotoweka duniani, yale mashamba waachiwe wanae, kwa sababu mama yao hawajulikani alipo mpaka sasa hivi, na ukapewa kuwa msimamizi wa yale mashamba kuhakikisha yale mambo ambayo marehemu kaka yako ameyaacha yanatekelezeka vizuri. Lakini sasa hivi kuna mambo ambayo yanaenda sio vizuri. Yaani mambo yanaenda tofauti. Nashindwa kuelewa sababu ni nini. Unaona Munange? Munange wewe mwenyewe kuna kitu ambacho mimi nikukumbushe. Unaona? Marehemu kaka yako amejitahidi sana kukusaidia katika mambo mbalimbali. Kakuozesha wewe. Wewe ulikuwa hauwezi yani wewe kwenye hii jamii yani ulikuwa upo lakini marehemu kaka yako kakusaidia vitu vingi, kakuozesha. Umeona? Umeoa mtoto wa mzee Athumani pale. Unaona? Hivi ni vitu ambavyo vikumbuke. Kwa hiyo wewe una jukumu la kuhakikisha wale watoto wa marehemu kaka yako wanaishi vizuri. Umeona? Mimi kama rafiki wa marehemu kaka yako, yani mimi rafiki wa marehemu, ninaomba hebu fikiria vizuri. Jaribu kurudi kwenye ule mustakabali wa marehemu kaka yako alioacha, kuhakikisha wale watoto wanaishi vizuri. Si unanielewa vizuri Munange? Kwa hiyo mimi nakushauri, kuna mambo mengine lazima uyatafakari kwenye jamii. Kuna jamii hapa inakuangalia. Unaona? Marehemu kaka yako ameacha vitu vingi sana. Na wewe ni msimamizi wa vile vitu. Kwa nini unawadhulumu haki wale watoto? Mimi sidhani kama kuna jambo ambalo wewe unaweza ukashindwa kulifanya Munange. Hebu jaribu kulitafakari hili swala. Haya mambo ya kupishana kwenye jamii sio mazuri. Si unanielewa Munange? Hivi wewe Kataba, unawashwa nini? Familia yangu inakuhusu nini? Mpaka unakuja kuanza kuingilia mambo ambayo hata hayakuhusu. Alivyofariki brother wangu mimi inakuhusu nini? Wewe. Sawa. Mpaka unakuja yani unatembea tu mji mzima unamtafuta Munange. Unataka nini wewe? Nishakwambia ni hivi sawa. Fanya mambo yako. Usiniletee wanga. Sawa? Utembee na mambo yako, fanya mambo yako. Hawa watoto ni watoto mimi wa kaka yangu. Sawa? Na hata hawakuhusu. Na nimesema hivi yale mashamba wewe uhusiki hata kidogo mzee. Ulishaikuja hata pale hivi ukapanda hata nyanya chungu? Au watu wengine mnatafuta tu matatizo? Ngoja tu kwanza nikuulize. Mimi nimeanza kuhangaika na kakaangu, wewe unasema eti kwamba mimi kakaangu sijahangaika naye. Acha mambo ya ajabu. Umenisikiliza? Acha mambo ya ajabu. Tena sitaki kabisa usifuatilie familia yangu. Wale watoto waache, hata kama wanahangaika wahangaike tu na maisha yao. Mimi na familia yangu basi. Sio kama umenielewa mzee. Sio unakuwa unatembea tu unanitafuta Munange. Wa wapi? Sitaki maneno hayo. Tena ukiendelea kunifuatilia tutakuja kukosana mzee. Mimi nakwambia tutakuja kukosana. Kabisa? Kwa sababu naona kama vile yani unachoko tu ndogo tu. Familia yangu haikuhusu. Umbavu wewe. Tena kuanzia sasa hivi usio unanipata. Niache. Umbavu. Kwanza umeshaniharibia muda. Munange. Yaani unajua bwana, hao Waswahili wanasema bwana mwana kulifaini mwana kuligeti. Yaani mimi Munange ni wakuniambia ninawashwa nini? Wapi? Nawashwa. Munange kabisa mimi wakuniambia mimi na marehemu kakake. Yule si kama mdogo wangu yule. I say. Ama kweli nimeamini kielele so mtaji. Sawa? I see you eye to eyes.
Violet, Violet. Mama, inaonekana Violet amefanya makusudi kuondoka. Kwa nini kijana wangu mzima? Mama, baada ya kutoka kituo cha polisi, ilinibidi nifuatilie maendeleo yake chuoni kule. Mkuu wa chuo anadai sasa hivi ni miaka 3 Violet hajaonekana pale chuoni. Where are you? Ona mama analia machozi, oh machozi, ndugu na jamaa, oh machozi. Where are you? Oh, where are you, Violet? Where are you? Oh, where are you? Where are you? Where are you, Violet? Where are you? Oh, where are you? Violet, 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 Violet. Where are you? Violet, ona majina mengi yaliyofichika, oh, una siri nyingi zilizofichika, ndizo zinawatesa watu. Upo wapi wewe? Uonekani sasa. Upo wapi wewe, Violet? Upo wapi wewe? Uonekani sasa. Awali yote mambo unisemee sana Grace, kwa sababu nishe kufokea sana hapo nyuma. Nilikuwa naamini kwamba unahusika na kupotea kwa Violet, lakini nimegundua kwamba wewe ulikuwa usikii na chochote kwa kupotea kwa nani? Kwa Violet. Kwa nini unisemee sana kwa hilo Grace? Usijali Alex. Binafsi mimi hapa bado nipo njia panda. Sielewi ni nini kinachoendelea. Hem, niweke wazi. Violet kwa kipindi chote hicho hakuwepo chuoni, na sisi tulikuwa tunaamini kwamba yupo chuoni kwa sababu alikuwa anaondoka nyumbani anaenda chuoni, lakini kimsingi alikuwa yupo chuoni, na hili limetupa shida sana pale nyumbani. Hivi Violet labda ashe kukwambia jambo lolote ambalo ashe kutia mashaka? Kuna kitu nimekumbuka. Huo usiku sehemu tulipokuwa kuna mtu alikuja akaondoka na Violet, na walichukua muda sana kwenye mazungumzo yao. Nilipokwenda kuwatazama sikuwakuta. Grace, unamkumbuka huyo mtu? Ndiyo, ni mwanamke, ni kama mtu mzima hivi. Upo wapi wewe, Violet? Tuone huruma si maana wengine wanyonge. Tuone huruma, oh Violet. Vipi dokta? Vipi hali ya mama? Anaendeleaje sasa hivi? Usiogope. Mama yako alipata mshtuko mdogo tu, ila kwa sasa anaendelea vizuri. Asante sana dokta. Vipi, naweza kumuona? Yes, unaweza kumuona. Nenda pale nurse station, utapata nurse pale atakuelekeza alipo mama. Asante sana dokta. Usijali mama kuhusu Violet. Mimi naamini Violet atakuwa salama, kwa sababu ni jambo la kawaida ambalo linaweza likamtokea kila mtu. Umenielewa mama? Violet.
Huu ndio mwisho. Mbona umechelewa sana? Una uhakika unaweza? Usijali, mwache aendelee. Dada amesomea udaktari na pia ni daktari mzuri sana. Watu wengi huja hapa kutibiwa. Hapa kijijini unataka kuniambia hakuna hospitali? Hapana, hospitali ipo, lakini ni kilomita nyingi sana kutoka hapa kijijini. Ndio sababu ya walio wengi kuja hapa kupata msaada wa dharura. Kwa nini upo hapa? Si mimi peke yangu. Maeneo mengi watu kama mimi tumeishia kuishi maisha kama haya. Yote sio muhimu, kusoma au kutosoma. Inaonekana mlishambuliwa sana. Hii inanifanya niwatilie mashaka zaidi. Usijali, nilishambuliwa na watu wasiojulikana wakati wa majukumu yangu. Unadhani mimi na mdogo wangu tutakuwa salamu kwa kuwasaidia ninyi? Usalama wenu upo mikononi mwangu.